Huyo Koi nataka nimwambie, nataka Koi siku mimi naomba Bato na Koi. Koi ana hiyo cheka tu. Mimi nataka nisimame mtu mmoja naye Koi awe na watu wake wote. Yes, mtazamaji wa Lungu TV na popote ulipo, asante sana kwa sababu ulikuwa pamoja na sisi katika matukio kadha wa kadha ambayo yalikuwa kinara hapo kwenye simu yako, na leo tuko kwa Masele. Unataka kufahamu Masele anafanya nini na yuko wapi? Mara nyingi sana watu wa Tanzania wanamuonaga na kuaga kifanya kichekesha na kufanya comedy mbali. Leo tuko nyumbani kwake kwenda kujua nini anachofanya na nini anapenda. Hapa utakwenda kufahamu mambo mengi sana. Endelea kuungana nasi kupitia Lungu TV Tanzania, YouTube na Instagram na TikTok. Tunapatikana hapo. Popote ulipo basi endelea kusalia na sisi. Hapa ndo kwa Masele. Tunagonga tuone anatufungulia au inakuwaje. Karibu uweze kuona. Jamani odi. Bwana. Karibu. Asante sana. Hujapotea? Hapana, sijapotea. Niko vizuri kabisa. Uko makini sana. Niko makini sana. Karibu sana. Bwana, asante sana. Mambo vipi? Na niko poa. Karibu ndani. Bwana, nilikuwa na wasiwasi wa kupotea. Sasa hivi tumeshafika kwa Masele. Masele, kuna watu wanatamani kufahamu hapa ni wapi? Hapa mimi kusema kweli na nyumba mbili. Na nyumba ya Goba na hapa Makabe. Sawa, tuishie tu hapo. Haya, tuingie ndani basi. Jamani, tunaingia ndani. Karibuni. Ni kipaumbele katika mitandao ya kijamii. Kuna jamaa anapenda sana kunywa pombe kama maji. Wewe ukiwa kama rais wa hawa watu, yule tunamweka kwenye kundi gani? Kundi tunaita mfakamiaji. Mfakamiaji. Kwa sababu nini? Tayari unapokuwa unakunywa pombe kwa haraka unashindwa kuupa taarifa mwili. Unajua mwili una taarifa. Mnywaji na mlevi tofauti. Mlevi huwa anaanza kunywa na maji asubuhi. Akinywa maji baada ya hapo mwili unatambua kwamba huyu jamaa kisha kunywa maji lazima bia ije. Lakini mfakamiaji ataarifu mwili, yani kaamka asubuhi kanywa tu pombe haraka unashangaa anazima, kwa sababu tayari mwili wa binadamu una mfumo wa kupokea information. Yani binadamu alivyo kabisa huwa ana hospitali ndani ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa unakunywa pombe lazima uanze kutaarifu mwili. Je, unataarifu vipi mwili? Lazima uwe na sababu ya kwanza kuandaa mwili. Kama huwa kila asubuhi unakunywa maji, baada hapo unakunywa pombe, mwili unajua kwamba na huyu amekunywa maji, inafuata ni pombe. Mwili unatengeneza energy ya kulinda ule mwili. Kuna watu wanakunywa pombe na pia wanashindwa kukumbuka kula. Kula ndio kila kitu. Sasa hapa ndo unakuta mtu anazoofika. Pombe ni nzuri, lakini kama unashindwa kuifuatilia kiafya inakuwa ni mbaya. Ndio maana mimi naitwa rais wa walevi. Walevi wote ni matajiri. Hakuna mlevi ambaye sio tajiri. Nikikuwekea msanii yote wa comedy hapa ambaye anakupa changamoto, unasema huyu kabisa silali. Silali ananiumiza akili kabisa, yani kila siku unamwazia yeye. Maana akitoa kazi wewe inakuumiza akili. Msanii gani? Mimi hakuna msanii ambaye ananiumiza akili, wote ni wadogo zangu. Sema mimi nafurahi sana wanapokuwa wanafanya kitu kizuri. Mimi sio mchoyo. Mimi kuna watu huwa nawaambia kwamba wewe unanichekesha, yeye anakataa yake, ananiambia wewe kaka wewe ndo mkubwa. Tuachana hivyo. Mimi sina changamoto kumogopa mtu, kwa sababu mimi kipengele changu ni cha peke yangu. Yaani hakuna mtu anaweza kucheza kama mimi. Ujue sanaa ni kama mpira, kuna namba. Lakini mimi naweza kacheza namba zote kwa kutumia staili moja ya ulevi. Mimi namba zote nacheza. Nabadilika, naweza kucheza kwa staili hiyo lakini nikacheza namba zote. Hakuna mtu anayemhofia. Lakini kuna watu mimi nawapenda ambao wenyewe pia nikiwaambia nawapenda wanakuwa wanaogopa, hawaamini. Lakini hakuna mtu anamhofia. Kwa sababu nini? Ukiangalia watu ambao mimi nawahofia ni watu ambao mimi wenyewe niliomba mimi kucheza nao kazi. Yani unasema kwa hofia, kwa sababu unaweza kunitajia mchekeshaji gani ambaye ni mkubwa sana Tanzania kwa sasa hivi? Mchekeshaji labda gani? Wewe unayemjua? Ambaye unapomjua wewe tu ambaye anakusumbua ni nani? Yani wewe unamjua na watu wengi nani? Watu wengi? Wewe nitajie tu mimi namjua. Interview imegeuka kwangu. Ndio nakupa sasa. Bwana utaliza afu nikwambie maisha yake afu hata kama simu mpigie utamsikia anavyo respect. Yaani yoyote nitajie jina la msanii yoyote Tanzania. Msanii yoyote ambaye unamwona ni mkali. Kwangu hakuna mkali. Ni kazi tu. Mkali? Ni kazi na kutafuta hela. Lakini tunapendana kwa sababu kila mtu anabidi atafute, hiyo ndio tutengeneza wigo la kutengeneza maisha mazuri. Lakini kwangu mimi simhofii mtu, lakini mimi watu wananihofia mimi. Na mimi pia naongoza kwa mchekeshaji ambaye mtu akicheza na mimi anafurahi.
na anaamini kwamba nimecheza na mtu ambaye ni adimu. Mimi ni mchekeshaji ambaye ni pekee, ndio tunaenda wa mwisho. Wale wachekeshaji bulldozer, yani usipocheza na mimi ni kwenye comedy unakuwa bado hujafanya kitu. Kwa mimi ndio mwanzishi wa The Comedy Show. Wote wakina Masanja Joti nani waambie jina ni nani kalitengeneza. Na walikimbia, kuna wasanii walikimbia. Mimi ni mwanzishi, nikasema twende mbele. Mimi nilikuwa naangalia mbeleni kuna watu wanaendelea stand up comedy. Watu walikuwa wanaogopa stand up comedy. Na mpaka kesho naomba hata kama bato. Nani Koi Mzungu ni mdogo wangu. Kuna siku tuliongea naye. Hapo nitaka. Sasa huyo Koi nataka nimwambie, nataka Koi siku mimi naomba bato na Koi. Koi ana hiyo cheka tu. Mimi nataka nisimame mtu mmoja naye Koi awe na watu wake wote. Mimi napanda mara 40 hata 30 peke yangu. Unapiga wote. Nasemaje? Naomba bato. Yaani Koi asimame kama baba yao, awe si kocha awe fronting. Mimi mtu mmoja. Wanajua hiyo. Sasa labda ulishokutana na Koi? Koi mdogo wangu na ulishokutana naye? Yeye mdogo wangu. Juzi tulikuwa kwenye mpira hapo kwenye Kapla Mama Samia Cup. Sasa labda kuzungumza kidogo kwamba bwana, sasa si utani na mimi namtania kama mdogo wangu tu. Kwa sababu kila siku kinaona kaka tutaongea. Nikamwambia mimi siwezi kumwambia Koi aniite kwenye nani yake. Kwa nini sasa? Yeye anabidi aniombe mimi, kaka nina mpango. Mimi ni hela unajua. Mimi siombi kujulikana, mimi nahitaji hela. Nani asionijua? Koi anacheza mdogo, mtoto mdogo tu. Mimi naongea na watoto wadogo, mimi siogope. Sio kwamba namwangalia vibaya. Unachoongea ni kinaonekana. Unachoongea kinaonekana. Ni mtoto tu. Lakini kwenye kazi napenda na kazi zake anazofanya. Lakini ili tuingize hela lazima tutengeneze bato katika maisha. Sometimes tutengeneze challenge. Lakini kuna kitu kinakuja, Mungu akibariki, inaitwa legendary comedy.